Yaani mkangu, nimeona kitu. Tulia bwana niambie. Au sio unaona kitu gani? Mimi sio mtoto unaona kitu gani? Mkangu, mimi nimeona. Umeona nini? Nimeona kitu gani? Mbona sitimtokea na mimi kaona kitu gani? Sawa, mimi niko sawa ndugu yangu. Subiri kwanza, tuliza pressure. Sawa, tutafakari tujue hili swala tunafanyaje. Hili tatizo ni kubwa. Mshikaji wangu, tunafanyaje haya mambo? Tunafanyaje mshikaji wangu? Ndio subiri sasa tujue tunafanya nini, ataisha tu haya matatizo. Umeona? Mume wangu arudi nyumbani, mara sio kaona kitu gani, mwenyewe kashanganyikiwa, mara mbio, na mimi ndo nafuata nyuma kumtafuta. Unaona alonikuta mimi shoga yangu, mume wangu sijui hata tutapatia wapi jamani. Mume wako naye kachanganyikiwa hivyo hivyo? Mimi hata sijui cha kufanya jamani. Jamani mume wangu mimi. Sasa shoga yako nayo ukilia, fanya kitu gani? Twende tukafanye kuwatafuta huko. Sasa kulia tutafanyaje? Mimi tutatafuta huko. Sasa mnakimbia nini tena? Yaani kwa hiyo hamjatuona au? Nikuulize wewe vipi unahangaika matangu asubuhi mimi sikuoni? Naomba mke wangu unisamehe sana kwa kweli. Umefanya nini kwanza? Hapo ulikuwepo wapi jamani? Naomba unisamehe. Mke wangu amenichanganyia. Kitu gani kinakuchanganya? Mambo gani? Niache sasa la mambo. Naomba tutazungumza nyumbani. Ila naomba tu tuzungumze nyumbani. Mimi kabisa. Ila twende basi. Mimi msaidie mume wangu jamani, basi simuelewi. Jamani hawa, kuna nini sasa? Najua nimekosea sana. Mwenyezi Mungu atujalie. Naomba usamehe. Najua Mwenyezi Mungu. Sijui nilitenda. Sasa sana wake zetu na tumewakosea jamii kwa ujumla kwa kweli. Najuta sisi. Shemeji, tazama ya mume wangu nizidi kuwa mbaya siku hadi siku nyingine, ila ninachokuomba kitu kimoja tu, naomba uende kwa yule ustazi ukazungumze naye, japo atafanya kitu kwa mume wangu. Najua mume wangu alimkosea ustazi, lakini mimi nimuelewa. Naomba shemeji yangu. Sawa, haina shida. Mimi nitaenda kumweleza na nitamwomba atakuja kutoa msaada. Tashukuru shemeji yangu, tashukuru. Mume wangu hali yake mbaya. Basi sawa shemeji, mimi ngoja niwaache. Sawa shemeji, asante.
Kwa hiyo kama ndio nilivyokuambia shehe wangu, wale jamaa wana hali mbaya kweli yani. Kwa hiyo wanahitaji msaada wako. Yule bwana Rashidi yule anashindwa hata kuja kuomba msaada kutokana na tendo la nyuma kufanya kitu kibaya. Kwa hiyo wanahofia. Kwa hiyo wameniagiza mimi uende ukawasaidia na ikibidi uwasamehe. Shehe wangu, unajua mimi kiukweli sina ugomvi nao, na seni nishawasamehe muda mrefu sana, na vile vile mimi ni mtoto wa kiume, sinaga ili kuweka kitu moyoni. Umesema wanaumwa sana eh? Wanasumbuliwa sana. Wapo wapi hao? Wapo nyumbani. Uko nyumbani? Basi twende. Basi sawa. Najuta sana mke wangu, sana. Niko radhi sasa hivi mke wangu nimrudie Muumba wangu. Shemeji, unajua hili tatizo ni kubwa sana kiukweli, kwa sababu tumetoka kule kwa mwenzie naye ana tatizo kama hili. Sasa swala kama hili lazima nimshirikishe shehe wangu Komolo. Shehe Komolo. Ustazi Komolo. Mambo tafaje? Yatakaa sawa. Sawa. Umeelewa shemeji yangu? Mungu atasaidia, mambo yatakaa sawa tu. Mungu ndo kila kitu. Ustazi, kitu ambacho kinaniumiza, mama wangu kila siku ananiambia kuna mtu anamuona, ila mimi wewe mtu simuoni. Ustazi, ni kitu ambacho nashindwa hata kuelewa. Mama wangu kweli atapona? Sijui kinachomfanya. Jamani, mume wangu ametoroka nyumbani, mjamuona jamani, mume wangu hajaja wapi? Sijui ataelekea wapi mume wangu jamani, nibja. Subiri. Haya yote mume wangu umetaka. Kama ungemcha Mungu haya yote singekukuta mume wangu. Anaweza akupa mja wako. Mume wangu, ukipona na kuomba mrudie Mwenyezi Mungu wako. Baba, atoto. Baba, atoto. Mkamate. Wewe mkamate. Mimi nashukuru sana ndugu zangu kuwaonyesha katika hali yao. Lakini bwana, ndugu zangu, nadhani hiyo ni kama ni nani, tuseme kwa ni fundisho. Sisi ni vijana. Kweli.
kiukweli sisi vijana hatumpendi Mungu wetu. Tunafanya mambo ya ajabu, tunazina. Unajua ile kiukweli sio kitu kizuri. Mimi hicho kwa shauri kuanzia sasa hivi jamani, naombeni tumpende Mungu wetu. Tusali sawa tu, weni tu na vile vile tupende sana sana kuasisitiza vijana wenzetu. Kwa sababu vijana sasa hivi kiukweli hawapendi dini bwana. Yaani mambo ya dini hawapendi, wanapenda kwenda madisco, si wapo wanapenda kweli kipindi kama hichi cha Ramadhani. Sasa hivi ni chungu cha 25. Naombeni tufunge. Tupate thawabu. Jamani kuna moto kwenye mbinguni, kuna moto jamani. Yaani tuseme kuna vijana sasa hivi kuna moto akapia wewe uliuona. Kweli sio kitu kizuri. Au unasemaje bwana Komolo? Unajua mimi niliweza kupita pale kijiweni kukuta vijana hivi. Wanajadili kuhusu hiki kitu. Kwani vijana wengi wanatokana na matatizo ya kila aina, vitu vya ajabu ajabu. Kulingana nikawaambia kwa sababu dini hampendi swala. Ikifika siku ya ibada unaenda bondeni. Ikifika muda wa ibada hujajiandaa, utakujiandaa mpaka siku gani? Ndio hapo. Kila siku watu wanapata maradhi. Kila siku watu watokana na majini, lakini kama wana imani kwa Mwenyezi Mungu majini utayaona wapi? Hakuna. Ndio ukimwambia swala la mpira au kwenda kwenye sehemu ya starehe, basi wanakuwa wanafurahia sana. Ni kweli. Kuna vijana wengi wanapata matatizo kwenye kijiji kwa sababu wanamdharau Mwenyezi Mungu. Siku ya ibada kijana onekani. Siku la Ramadhani vijana wanakuwa msikitini. Ramadhani ikiisha haonekani. Sasa itakuwa sasa kwa vijana kama wametulia. Itakuwa badilike. Waslimu huyu. Bwana Yakobo. Mimi labda niseme kitu kimoja. Najua sio wake zetu tu, lakini tumewakosea hata wana kijiji kwa ujumla. Na ustazi pia nilikukosea sana. Ameshakusamehe. Asante. Nishakusamehe kabisa bwana. Mimi naomba samahani kwa yote ambayo sisi tuliyafanya. Mke wangu, naomba unisamehe. Shemeji unisamehe kwa ujumla. Na naahidi kuanzia leo nitaanza kuswali na si katika hizi swala 5 sitoacha hata moja. Na katika chungu hiki cha 25 nitaanza kufunga na nitalipa. Kweli mshe wangu, kwanza mimi naomba nimuombe msamaha mke wangu. Mke wangu, naomba unisamehe. Nisamehe mume wangu. Kwa nini najua nimekukosea mno. Ni mambo ya kidunia ndio liko yakinichanganya mke wangu. Pia she mtungi. Mimi hakuna tatizo, haina haja. Mimi naomba unisamehe sana. Haina haja, hujanikosea mimi. Nimekukosea, nimekufanyia mambo mengi ya ajabu. Ndio muda mrefu sana nishakusamehe. Nashukuru. Sasa ustaz wangu. Bwana mimi nashukuru sana. Basi hakuna tatizo. Sawa. Hayana tatizo. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت Wewe Bishaila. Njoo mke wangu. Haya nakuja. Nataka mwanangu mwanamke. Naona huu ndo wakati bwana. Sawa mke wangu? Mimi naenda msikitini. Haya vizuri. Nashukuru kabisa. Lakini umependeza Umependeza mume wangu, usipendeze kwa sababu gani? Lakini nakusisitiza. Na wewe uswali. Ni kweli mume wangu, ni wajibu wangu, ni lazima nitaswali. Sasa naona mwezi mtukufu nataka tufanye mema, tutende mema. Sawa mke wangu? Ndio mume wangu. Haya baadaye mke wangu. Haya mume wangu baadaye. Haya. Mimi sio bebi wako. Sawa? Sikiza nikwambie kitu dadangu. Sasa hivi inabidi tubadilike. Rashidi, mimi dadako. Nishakwambia. Sasa hivi tutakiwa tubadilike. Tukucheki huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi sio yule Rashidi unaonifahamu. Sasa hivi Rashidi nimebadilika. Sawa? Tena basi nakusii na wewe ubadilike
ufanye mambo yanayomfurahisha Mwenyezi Mungu wetu. Embo acha masia. Usishike. Nauzu. Sawa? Kwanza inabidi ujitunze sana. Ukicheki wewe ni mke wa mtu na uchafu unaofanya sio mzuri. Mimi nawahi msikitini. Mungu Rashidi ambadilika hivi. Na mimi nanipasa nibadilike. Maana mambo ninayofanya sio mazuri kabisa. Asalamu alaykum jamani. Alaikum salaam. Wapi tena hivi? Tunaelekea hapa bondeni. Jamani, lakini azana si imezini jamani, kwa tusielekee msikitini. Sawa, tunafika tu mara moja hapo. Hii sasa haina cha mara moja ndugu zangu. Twendeni tukaswali, tupate thawabu ndugu zangu. Sawa, tumeelewa. Lakini ngoja tufike kwanza mara moja hapo. Nye tangulieni. Tusitafute sababu jamani. Kwa sababu kwa sheria ya dini yetu ya Kiislamu, kama azana imeazini basi hata kama ulikuwa unafanya biashara, aidha una duka, unafunga, unaenda kwanza kufanya ibada, baadaye unarejea huko. Mungu ndio kila kitu jamani. Sawa, lakini ngoja tukajiandae. Tukajiandae basi. Alafu tutajumuika pamoja. Sio kujiandaa, tuongozane basi. Neno la Mungu tena ukajiandae. Basi sawa, tangulieni sisi. Twendeni wote tuongozane. Twendeni basi. Basi jitahidini basi jamani. Basi jitahidini ndugu zangu. Basi inshallah Mwenyezi Mungu afanye wepesi jamani. Sawa sawa. Twende tu Aisha. Hawa jamaa kiukweli wamebadilika. Kweli? Siku hizi wanavaa wanapendeza. Na mimi nashangaa. Lakini mara ya kwanza walikuwa yani hawaeleweki. Kiukweli wamebadilika. Inapaswa na sisi tumrudie Mola wetu.